Watu wengi waliingia kwenye ndoa wakiwa na tabia ambazo zilikwenda kuharibu kabisa ndoa zao. Sasa watu kama hawa leo tuko kwa ajili yao ili kuwasaidia kubainisha vitu ambavyo vina uwezo wa kuharibu ndoa zao kwenye maisha yao ya kila siku. Katika siku ya leo tunabainisha baadhi ya mambo ya msingi sana ambayo wale wameingia kwenye ndoa, lakini pia na wale ambao wanajiandaa kuingia kwenye ndoa wanapaswa kubainisha hizi tabia na kuweza kuachana nazo. Somo letu la leo linasema tabia zenye madhara na ambazo unapaswa kuachana nazo kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kusudi la somo letu au lengo la somo letu ni kubainisha vitu ambavyo vinasababisha madhabahu ya upendo inachafuriwa na kuonekana si chochote, ili hali Mungu alianzisha akiwa na makusudi maalum kabisa ya kutaka watu waweze kubarikiwa, waweze kuishi vizuri, lakini pia katika hilo ulimwengu unajazwa, yani ndoa. Sasa ziko tabia kadhaa. Kwa siku ya leo tutazitazama tabia 5 ambazo unapaswa kuziacha kabla haujachukua maamuzi ya kuingia kwenye ndoa. Tabia nambari 1 ambayo unatakiwa kuiacha kama ulikuwa nayo kabla haujaingia kwenye ndoa ni tabia ya uvivu wa kuchukua majukumu. Tunapozungumzia tabia ya uvivu wa kuchukua majukumu, ni tabia ambayo inakuwa inajitengeneza wewe kuto kuwajibika kwenye nafasi yako. Unapoingia kwenye ndoa ukiwa baba, au unapoingia kwenye ndoa ukiwa mwanaume au mume wa mtu, na ukiwa mke wa mtu, unapaswa kuelewa kwamba iko nafasi ambayo inakutegemea wewe na hapana mtu mwingine ambaye anatakiwa kukaa. Sasa usipokaa vizuri kwenye nafasi yako kama mke au kama mme, kama mama au kama baba, manake moja kwa moja ile nafasi itapwaya. Manake itaonekana hayuko mtu ambaye anakuja kuifidia, kwa sababu mwenye ile nafasi ameonyesha uvivu. So jambo la msingi katika hii tabia, manake kama ulikuwa unajitengenezea tabia ya kuto kucheki au kuto kuangalia kwamba kuna gepu ambayo unatakiwa ukae, sasa unapoingia kwenye ndoa hayuko mtu wa kumsingizia, hayuko mtu ambaye una uwezo wa kumwacha akaketi pale. Lakini hii ni moja ya tabia ambayo imepelekea baadhi ya wanawake na wanaume wengi wasipoketi kwenye nafasi zao. Hapo ndipo michepuko huingia. Sasa michepuko inapoingia kwenye nafasi ambayo ulikuwa unatakiwa uketi wewe, moja kwa moja kilio, maumivu katika hiyo ndoa yataanza kusikika, yatapiga kelele taratibu, yataanza moyoni, yataanza kwenye akili, lakini at the end of the day jamii itaelewa kwamba ndoa yako inapiga kelele za kilio, ili hali kumbe ile nafasi ya kilio kuketi uliondoa furaha kwa wewe kuto kujumuika kwenye nafasi yako na kuwajibika katika nafasi ambayo ulitakiwa kuketi. Lakini pia tabia nyingine ambayo unatakiwa uweze kuachana nao ni uongo na siri katika mahusiano. Kwenye maisha ya ndoa, ili uweze kuishi vizuri, haupaswi kubeba tabia ya uongo. Tabia ya uongo ni kisu kinachochinja ndoa. Tabia ya uongo ni kisu ambacho kinakutenganisha wewe na jamii. Tabia ya uongo ni kisu ambacho pia kina uwezo wa kutenganisha kati ya wewe na mumeo au wewe na mkeo. Kwa nini tabia ya uongo ina madhara makubwa? Uongo siku zote kazi yake ni kusababisha mfarakano. Una uwezo wa kutumia nafasi yako kuanza kutumbukiza vitu ambavyo vyenye madhara. Lakini siku mume au mkeo atakapokugundua kwamba wewe ni muongo, tayari ukijua kwamba kuna asilimia kadhaa kwenye maisha ya ndoa yenu lazima aanze kuzipunguza. Hata kama ukizungumza kitu cha ukweli siku hiyo, lakini kwa sababu umeshajitengenezea tabia ya uongo, moja kwa moja kuna asilimia hauwezi kuaminika. Lakini kumbuka, unapokuwa muongo, moja kwa moja unasababisha mwenzi wako aanze kuishi na wewe kwa tahadhari. Lakini pia pamoja na uongo, kuna tabia ambayo pia inaitwa ya usiri. Kwenye maisha ya ndoa, usiri ni kitu ambacho si busara. Tunapozungumzia usiri, si kwamba usipaswe kukaa na zile siri za familia, no, isipokuwa usifanye vitu ambavyo mwenzi wako hafahamu, ili hali alipaswa kufahamishwa, kwa sababu yeye na wewe mmeunganishwa kwa mwili mmoja. Sasa tabia hii unapaswa kujichunguza sana. Unapokuwa katika maandalizi yako ya kuingia kwenye ndoa, epuka kuwa na usiri kwa baadhi ya mambo. Yale mambo ambayo ungepaswa kuweza kumbainishia mwenzi wako, unapaswa kuyaweka wazi. Unapaswa kumwambia safari yako ya maisha,
Unapaswa kumwambia nini ndoto yako. Unapaswa kumwambia vitu gani ambavyo wewe umevipitia kwenye maisha, aidha viliwahi kukufurahisha au viliwahi kukuhuzunisha, kwa sababu mwenzi wako anapobainisha baadhi ya vitu vya msingi kupitia wewe, anajenga imani kubwa mno na kuaminisha kwamba moja kwa moja wewe ni mtu sahihi kwenye maisha. Ila utakapoweka usiri kwenye maisha yako, uwe mwanaume uwe mwanamke, atakapokuja kuvigundua vile vitu na haukumwambia, una uwezo wa kutengeneza gepu ambayo itasababisha maumivu, hatari kwenye ndoa yako. Otherwise una uwezo wa kuipoteza ndoa yako kabisa. Hivyo ni vizuri sana kwenye maisha ya ndoa unapokuwa unayaendea, tengeneza tabia ya kuachana na usiri juu ya mwenzi wako, ya kuachana na usiri wa tabia, vitu, kwa sababu unapokuwa ukiweka kila kitu ambacho unakiishi kwa uwazi, itakusaidia wewe kutengeneza imani, kutengeneza furaha, lakini pia kutengeneza uaminifu kwa mwenzi wako, kwani atajiona yuko na mtu sahihi, mwazi na mkweli kwenye maisha yake ya ndoa. Hivyo unatakiwa kuanza kujichunguza. Ikiwa una tabia ya uongo kwenye maisha yako, ikiwa una tabia ya usiri usio na mantiki kwa mwenzi wako, jifunze kuanza kuikimbia ili kutengeneza imani kwa mwenzi wako, ili kutengeneza furaha kwa mwenzi wako, ili kutengeneza uaminifu kwa mwenzi wako, kwani katika hayo atajiona yuko salama na mtu ambaye ni sahihi kwenye maisha yake. Lakini tabia nyingine ambayo unapaswa kuiacha kabla haujaingia kwenye ndoa ni hasira zilizopitiliza. Kwenye maisha ya ndoa kuna vitu vingi sana ambavyo mnaweza mkavipitia. Kwenye maisha ya ndoa kuna makwazo. Kwenye maisha ya ndoa kuna vipindi ambavyo huenda mkavipitia vikawa havitaki hasira. Sasa ukitengeneza tabia za kuwa na hasira ya kupitiliza, utasababisha kuwa mropokaji wa baadhi ya siri za familia. Utasababisha uwe mdhalilishaji wa mwenzi wako, kwani kupitia hasira iliyopitiliza wengi wamesema vitu ambavyo hawakupaswa kusema kwa watu. Wengi walisema siri ambazo zilikuja kuharibu familia zao. Wengi walipopandwa na hasira waliharibu na kutamka maneno ambayo yaliwajeruhi wenza wao. Mwisho wa siku wenza wao hawakuwa tayari tena kuungana nao kwenye maisha yao ya kila siku, yani katika maisha ya ndoa. Hivyo ni vizuri sana kabla haujaingia kwenye ndoa, jichunguze. Ukiwa una hasira zilizopitiliza, anza kujichekecha wewe mwenyewe. Muombe Mungu, funga na kuomba. Ikiwa una tabia ya kuomba, basi hakikisha unamuomba Mungu anakusaidia huo mzigo wa hasira iliyopitiliza ukuondoke, ili unapoingia kwenye familia, unapoingia kwenye ndoa, ikusaidie wewe kuweza kustahimili udhaifu wa mwenzi wako, kuweza kustahimili vipindi ambavyo huenda una hasira. Basi ile hasira iwe ya kadri. Hata Biblia inasema kwamba muwe na hasira lakini msitende dhambi, kwa sababu hasira inapopitiliza inakupelekea wewe kufanya vitu ambavyo sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hivyo unapaswa kujiandaa katika hilo, na hichi ndicho kitu ambacho ni best. Unatakiwa kujichunga, jipime kiwango chako cha hasira, halafu ikiwezekana anza kujiconcentrate wewe mwenyewe, kwa sababu kupitia hiyo itakusaidia kutengeneza ndoa ambayo itakuwa yenye furaha na amani. Lakini kitu kingine au tabia nyingine unayopaswa kuiacha kabla haujaingia kwenye ndoa ni kukosa uaminifu wa kifedha au mali. Hichi ni moja ya kitu ambacho kimepelekea familia nyingi kutengeneza ubinafsi kwenye maisha. Uaminifu ni kitu cha msingi sana. Aidha unakuwa mwanaume au aidha unakuwa mwanamke, unapokuwa si mwaminifu katika mali za familia, si mwaminifu katika fedha ya familia, aidha iwe shughuli zako au shughuli za kifamilia, unapokosa uaminifu, maana yake nini? Unapojibinafsisha baadhi ya mali za familia kwa kuzitumia kwa vitu ambavyo sio mahitaji ya familia, au kwa vitu ambavyo vinakuwa vinakuhusu wewe mwenyewe pekee, moja kwa moja, hii tabia inapojulikana na mwenzi wako, hawezi tena kutengeneza imani na wewe. Lakini pia una uwezo wa kumfundisha na yeye tabia ya kuanza kujibinafsisha vitu ambavyo haukuwa unavijua, lakini pia ilikuwa ni mali ya familia. Hivyo unavoingia au unavojiandaa kuingia kwenye familia, epuka kutokuwa mwaminifu wa kifedha, epuka kutokuwa mwaminifu wa mali ya familia. Kwa nini? Unapotengeneza hii tabia, unafanya hata familia kukuamini wewe, uwe mama,
uwe baba, kwa sababu unapoaminika kwenye kipato, unapoaminika kwenye mali ya familia, familia inakuwa haina mashaka hata utakapokuwa umekabidhiwa mali ya familia. Hivyo uaminifu wa kifedha ni kitu ambacho pia kimeweza kuhatarisha familia nyingi sana, na jamii imeingia kwenye hatari kubwa kwa sababu ya hizo. Lakini pia tabia nyingine ambayo unapaswa kuiacha ni kutoridhika na maamuzi. Tabia ya kutoridhika na maamuzi ni tabia ambayo sio nzuri. Tunapozungumzia kutokuridhika na maamuzi, ni pamoja na kutoridhika kwamba wewe umekwisha kuingia kwenye ndoa, lakini bado unaonekana kuwa na tamaa, unaonekana kutokuwa mtulivu, unaonekana kutokuwa na kuridhika kwa kile ambacho mmeamua kukiamua kwenye maisha. Ikiwa kuna kitu ambacho hakija kuridhia kabla, unatakiwa uwe mwazi na kuweka kila kitu open ili uweze kutengeneza kitu ambacho kitaleta furaha. So hizo ni moja ya tabia za msingi sana ambazo unapaswa kujichunguza nazo. Je, kati ya hizo tabia ambazo tumeweza kuzibainisha katika siku ya leo, tabia gani ambayo inakusumbua, inakutesa, inakuumiza na umeshindwa kuiacha? Je, una mpango gani juu ya hiyo tabia ili uweze kupiga hatua nyingine ambayo itakufanya wewe uweze kuishi maisha ya furaha, amani, upendo katika madhabahu ya upendo ambayo Mwenyezi Mungu alianzisha ili kuondoa upweke, kuondoa maumivu na kuleta ushirika wa kutengeneza nguvu ya pamoja kwa ajili ya kusonga mbele. Usiingie kwenye ndoa ukiwa una moja hizi tabia, kwani utakuwa unaingia na moto ambao unaamini kabisa muda wowote unaweza ukaripuka na ukakuunguza, na baada ya kukuunguza unateketea na kupotea moja kwa moja. Hivyo ni vizuri sana ukaweza kubainisha na kuweza kuachana nazo. Hii ni The Gold Voice na mimi ni Master Trainer wako Tiba Jacobo.